We, ile baridi iko Meru. Meru kuna kuanga na divorce. Ati unakasirikia bwanako unataka kwenda na kuuliza unaenda wapi na hii baridi? Hata wewe wenyewe unajiuliza naenda wapi? Unakaa na ishangi. Kitambo kuna Meru anaitwa Mogambi alikuja kuishi huko kwetu. So alitoka Meru akakuja Keyo na hakukuwa na kitu. So akaanza zero kununua vitu. Akakuja kwetu akanunua ng'ombe. Akanunua ng'ombe kufikisha kwake ng'ombe ikarudi. So ilikuwa inafanya hivyo, ng'ombe ikirudishwa inarudi na baba alishakula pesa. So baba akakaa hivi akaamua kumbadilishia na ng'ombe inaelewa. Akampea sister yangu. Hakuna kitu mbaya kama kuolewa karibu na kwenyu. Ati hapa ni kwa mzee yako, fence kwa baba yako. Alafu zile ng'ombe ilipeanwa kama dawari unaiona. Alafu makosa izae mbele yako. Una feeling ni kama una underperform. So, ukiwa kama msichana afadhali uolewe mbali. Mahali kabla uende kwenyu unapanga, ukikasirika unapanga manguo, unasonga nywele, bwanako anajua you are on the move. Sister yangu alikuwa akikosana na bwanake anamwambia nitaruka fence. Akuje nyumbani. Unajua kuna siku kwetu ni hapo hapa ameolewa hapa. So alikuwa anaekeanga bwanake maji nje ya kuoga, alafu anakuja nyumbani ati chomwe na jua ndio apate ikiwa moto oge. Siku moja ng'ombe ikakunywa. So Mogambi kufika kuna maji ya kuoga. Chebeta akamwambia ilikunywa na ng'ombe. Mogambi akamuuliza ng'ombe gani? Wewe ama ile ya kukamua? Hakuna kitu mbaya kama kupeanwa kama ng'ombe. Unajua afadhali uolewe karibu na kwenyu kushinda ufundishwe na mwalimu jirani yenu kwenyu. We, tulikuwa na mwalimu mwingine alikuwa kumbe aliniona shule nikipigishwa magoti. Akakuja kwetu jioni tukikula sapa. Sasa chakula tu imekelewa ndio huyo. Kaingia, wasasi wako hapa fakaniuliza Chamtai. Ni wewe niliona shule ukipiga magoti? Nikamwambia niliandikwa kwa noise making na sikuwa naongea. Akaniambia sasa unataka kuniambia Mr. Kiptarus alitudanganya staff room akisema mlikuwa mnapigana. Umai kula chapati ni chapati lakini ukimeza ni 40.